Na Yesu asifiwe. Leo ni siku yetu nyingine nzuri Mungu ametupatia. Ni siku ambayo imejawa neema na haki ya kiungu, imejawa kweli na nguvu za Mungu, si kwa sababu sisi tulitaka, bali ni kwa sababu Mungu ametaka, na si kwa sababu sisi tulichagua, bali kwa sababu Mungu amechagua. Na mimi nitumie fursa hii kukualika kwenye kipindi hiki siku ya leo, kukualika saa hii ili ya kwamba na wewe upate kusikia maneno ya Mungu yanayoweza kutubadilisha, yanayoweza kutusaidia, yanayoweza kutuongoza. Kwa namna hiyo tuende moja kwa moja kwenye somo letu siku ya leo. Leo tutajifunza kwa habari ya kufanya nini ikiwa misingi imeharibika. Misingi ya maisha yako ikiwa imeharibika, ufanye nini? Unafanyaga nini wakati ambapo mambo yako hayaendi? Unafanya nini kipindi ambacho mahitaji yako hayatimiliki? Hebu twende pamoja nikuonyeshe kitu, tufanye nini au nifanye nini ikiwa misingi imeharibika. Nataka tufahamu kwamba misingi inaweza kuharibika na misingi inaweza kutengenezwa, na pia misingi inaboreshwa, inauishwa. Kama vile unavyojenga nyumba, unaipiga rangi, unaipiga marumaru, unapiga vioo na vitu vingine na kuifanya kapendeza. Ndivyo ilivyo hata misingi ya maisha yako. Sasa ufanye nini ikiwa misingi yako imeharibika? Umeingia kwenye engo ambazo hauwezi kutoka. Umekutana na vitu ambavyo hauoni kuna kupita. Ufanye nini? Biblia kitabu kile cha Zaburi ya 11 mstari wa 3 inauliza swali hili: kama misingi ikiharibika, mwenye haki atafanya nini? Kwa hiyo kama misingi ikiwa imeharibika, utafanya nini? Jambo la kwanza la kufanya ni hili: liamini na kulitendea kazi neno lililo safi. Liamini na kulitendea kazi neno lililo safi. Ukisoma kitabu kile cha Zaburi ya 12 ule mstari wa 6 unasema hivi: maneno ya Bwana ni maneno safi, ni fedha iliyojaribiwa karibuni juu ya nchi, iliyosafishwa mara 7. Hilo ni jambo la kwanza, ya kwamba uliamini na kulitumia neno lililo safi. Neno la Mungu ni neno lililo safi, ni neno lililo jema, linamsaidia mtu yeyote, linamuinua mtu yeyote. Linaweza kujenga mahali ambapo panaonekana pameharibika. Linaweza kutengeneza mahali ambapo panaonekana pameanguka. Linaweza kusimamisha mahali ambapo panaonekana hapawezi kusimama tena wala kuendelea mbele. Kwa hiyo unachotakiwa kukifanya kama misingi yako imeharibika, basi liamini hili neno kisha ulitumie, kwa kuwa hili neno la Mungu ni neno lililo safi. Kitabu kile cha Timotheo wa pili sura ya 3 ule mstari wa 16 anasema kwamba kila andiko lenye pumzi ya Mungu linafaa kwa mafundisho. Kila andiko lenye pumzi ya Mungu linafaa kwa mafundisho. Linafaa kukuongoza wewe, linafaa kukutengeneza wewe, linafaa kukujenga. Kama mawazo yako yameharibikiwa, kama umeona kwamba umewaza mpaka imefika mwisho, hebu sasa anza kuliamini neno. Anza kulitumia neno la Mungu, lijenge msingi mpya kwenye maisha yako, lijenge taswira mpya kwenye maisha yako. Anza kumtegemea Mungu kwa namna ile ambayo kwamba yeye anakuambia kwamba neno limebeba marekebisho ya kila mahali palipoharibika. Ili neno lililo safi limebeba marekebisho, ama linaweza kurekebisha kila mahali palipoharibiwa. Na ndio maana kwamba anasema watu hawa ni watu walioibiwa na wala hapana waokoaye. Watu hawa ni watu waliofichwa wala kuna anayepiga makelele. Ili kwamba uweze kujenga misingi iliyo bora, ili kwamba uweze kutengeneza mahali palipoharibika, liamini na kulitumia neno la Mungu. Kwa nini? Kwa sababu neno la Mungu ni taa ya miguu yako na ni mwanga katika njia zako. Kwa unapoliamini li neno, maana yake umeamini taa. Unapokuwa umeamini neno, umeamini mwanga. Maana yake kwamba hakuna mwanga
usipokuwa na taa. Taa ya mchana ni jua, ndio, na taa ya usiku ni mwezi. Lakini pia kwenye maisha yetu ya kawaida, taa ya ndani ya nyumba ni ile namna unavyoruhusu umeme wako kuwaka, ama utatumia kandili, ama utatumia kibatari, ama utatumia mwanga mwingine wowote. Kwa hiyo maana kwamba ukiliamini hili neno ukalitumia kwenye maisha yako, linaweza kuleta mabadiliko, linaweza kukujengea msingi mpya. Kwa kama misingi yako imeharibika, cha kufanya cha kwanza, liamini hili neno, liamini kisha ulitumie. Narudia, kisha ulitumie. Wapi unaona kama hapajakaa sawa? Walikuacha kwenye mahusiano kalia? Je, wapo unaonekana hapajakaa sawa? Umeteswa na maisha ya ujanani, ama hali yako ya maisha imeharibika, tumaini lako limepotea, matumaini yako hauyaoni yapo pale unapoyaona, maono yako yameharibika, ndoto zako hujatimiza, malengo yako hujafikia. Nini shida? Kazini kwako hawakuoni vizuri. Nini? Liamini li neno la Mungu na kulitumia, kwa sababu ni neno lililo safi. Kupitia neno hilo ndio linaponya watu. Misingi ya afya yako ikiharibika, liamini li neno la Mungu. Tunasema kwamba Yesu anaponya, amini li neno ambalo tunakwambia Yesu anaponya. Unapoona kwamba afya yako imeteteleka, amini kwamba Yesu anayaweza yote. Kwenye kitabu kile cha Luka sura ya 1 mstari wa 37 anasema kwamba hakuna lisilowezekana kwa Mungu. Yote kwa Mungu yanawezekana. Yote Mungu anaweza kufanya. Nini shida? Msingi wako umeharibika kwenye nini? Umeharibika na nini? Msingi wako umeharibika na nini? Umekata tamaa sana, umevunjika moyo, unaona hauwezi kuendelea mbele, umeona kwamba umeshindwa, umeona kwamba hakuna msaada mwingine, umeona kwamba hakuna tumaini. Liamini neno la Mungu. Ili neno la Mungu limebeba ushindi. Neno la Mungu limebeba baraka. Neno la Mungu limebeba neema. Neno la Mungu limebeba kibali. Neno la Mungu limebeba nguvu. Neno la Mungu limebeba ujasiri. Neno la Mungu limebeba majina yale ambayo kwamba hawakuwahi kukuita wewe, watakuita umebarikiwa, watakuita heri, watakuita kwamba wewe ni mtu wa tofauti. Liamini neno la Mungu. Litumie neno hilo. Lijenge kuwa ndani yako. Lenyewe linapoingia ndani ya mtu linafanya mabadiliko. Linapoingia ndani ya mtu linafanya matengenezo. Daudi anasema kwamba moyoni mwangu nimeliweka neno lako ili nisikutende dhambi. Maana kwamba kumbe misingi inaweza kuharibika kwa sababu ya dhambi. Ukilitumia neno la Mungu, kwa sababu ni neno lililo safi, linaweza kubadilisha dhambi, linaweza kusamehe dhambi, linaweza kukurehemu, linaweza kukufanya ukawa bora, linaweza kukuumba upya. Hata kama ulikuwa ni mtu unayekuwa mwenye huzuni. Yabesi alikuwa ni miongoni mwa mfano wa watu wao. Alikuwa ni mtu mwenye huzuni, lakini kwa neno la Mungu, neno alipolitumia lilikuwa na matokeo makubwa. Alipoliamini neno lilikuwa na mafanikio makubwa. Kwa misingi ya maisha yako ikiharibika, kama unaona kwamba kuna mambo unayafanya yaendelee, rudi kwenye neno la Mungu. Njoo kwenye neno la Mungu. Tafuta neno la Mungu. Liamini neno hilo. Litumainie neno hilo. Shikilia neno hilo. Kwa habari ya uponyaji wako, shikilia neno la Mungu. Usihangaike na vitu vingine. Hangaika na neno la Mungu. Hangaika na mapenzi ya Mungu, kwa sababu hili neno la Mungu linakuja kuyatimiliza mapenzi ya Mungu kwako. Liamini na kulitumia neno. Kwa hiyo msingi wa maisha yako kiharibika, ikiwa misingi yako imeharibika, cha kufanya cha kwanza, liamini neno.